Yes. Karibu. Pole tena rafiki yangu. Asante. Haya. Habari za siku? Haya. Poa tu. Daniel Gikoni. Kabisa ila sikuwa na muda wa kuja hapo. Kama nakoze. Sawa. Tamasha. Ndio. Nikiashika jinsi inatokea. Kwa maana nimekuja kukupa pole zaidi. Kwani wewe ni rafiki yangu toka zamani, tumekuwa pamoja, siwezi kukutupilia. Yeah, Patrick. Yes. Nilisikia shida nilokupata rafiki yangu. Basi. Ila pole sana. Yeah. Na mimi nitakuomba kitu kimoja. Haibidi ukajifungie humo ndani mwenyewe. Inabidi ukawasogelee marafiki zako ili waangalie kama haya mambo utaweza hata kuyasahau. Kwani ukiendelea kufikiria hayo mambo yatakukata tamaa kabisa. Na nimesikia mtu mmoja amenieleza eti wewe hautoki tena huko ndani. Yaani usiku mchana huko ndani tu. Siwezi kutoka kwa sababu najua mwenyewe nyumba ni kubwa, majukumu. Tena wakati dada alikuwa yupo ndo na mimi nilikuwa napata muda kwenda kutoka, lakini leo sitoki kwa sababu hayupo. Yeah, najua hiki kipindi nakipitia ndani ni kipindi kizito. Nimebaki mwenyewe. Hauna mtu wa kusaidia. Nakuomba sasa ufikirie zaidi ili maisha yako yasiharibike. Nyumba hii ni kubwa amekuachia. Ukipenda mwenyewe utaweza kufanya hoteli, na ukipenda utaweza kulinda kama vile baba alikuwa akilinda wakati alikuwepo. Sijui kama una makusudio fulani ama maelekezo fulani, sijui ama shauri fulani ambao unaweza kunisaidia. Yeah, mimi ushauri nitakupatia kuhusu nyumba. Solution moja. Huwezi kuketi ndani ya nyumba kubwa kama hii mwenyewe. Hii nyumba tafuti watu ambao watakodi. Na hela utakazozipata kama utashika nusu, naenda nao kodi nyumba nyingine. Na hizo zitakazobaki utaweza kufanya hata business ndogo ili nao angalie maisha yako yataendelea. Lakini Alex, sio ahadi ambayo baba ameniachia. Baba ameniachia ahadi ni kulinda nyumba. Hata pesa na ndugu zangu, wale ndugu zangu wakati nakodesha nyumba watakuja kuishi wapi? Tena na mimi unajua sijulikani hapa mjini, nipo nyumbani. Ila wewe ambao unakuwa unatembea zaidi watu wanakujua, unaweza kunitafutia. Sijui umeonaje? Yeah, mimi kuhusu swala la mtu ambaye atakodi nyumba mimi niko kabisa ready. Mtu atapatikana. Haya, kama uko tayari. Mimi nipo tayari. Haya. Sasa acha mimi nikuache. Asante ndugu yangu. Lakini jikaze watembelee marafiki. Acha mimi nikuache. Mtu akapatikana mimi nitakuona tu. Haya, nashukuru mimi. Kueleze. Dada amesema nikusalimu sana kabisa. Na mimi pia mfikishie salamu. Amenipa pole zake. Kwake zaidi ni uzifikishe. Asante. Haya. Basi kwa kuonana. Kwa kuonana. Na mimi naingia nikapige bafu saa hizi. Okay. Okay, asante. Shikamoo dada. Dada. Shikamoo. Marahaba. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Nilikuwa nikikutizama. Lakini naona hali yako si nzuri. Unaumwa au? Si umu.
kinachonisababisha mimi nionekane kama vile mtu anaumwa. Shida fulani tu za maisha. Pole sana. Nashukuru. Lakini naomba unisikilize kwa makini. Naomba uelewe ya kwamba shida ni mbaya kwa wapumbavu, ila ni nzuri kwa wale ambao wana akili. Lakini dada, hivi unaweza ukanipa tofauti kati ya mpumbavu anaishi ndani ya shida na mtu mwenye akili zake pia naye anaishi ndani ya shida? Swali nzuri hilo dada. Ni rahisi sana kwa kutofautisha mtu mwenye akili, kumpa uwerevu na kumuongoza maishani mwake, ila mtu tena mpumbavu kumuondoa matumaini yake na kumuongoza njia mbaya. Ni hayo tu. Nashukuru sana dada kwa maneno matamu kama hayo. Ingelikuwa watu wote wanaweza kuwa na haja ya kujua shida za wengine na kuwasaidia kwa mawazo, dada, dunia isingekuwa jinsi ilivyo leo. Asante sana. Asante pia kwa usikilifu wako, ila naomba uniruhusu. Nachelewa kuona mtu, lakini mimi naitwa Queen. Sijui. Nashukuru sana dada Queen. Mimi naitwa Melina, lakini nakuomba isiwe ya kwanza ama ya mwisho dada Queen. Asante sana. Mchana mwema Queen. Asante Melina. Nashukuru. Bye. Haya, siku njema. Sawa. Patrick. Yes, Joseph. Salama. Bwana Patrick. Salama ndugu yangu. Niona umesoma gazeti ama ni? Si gazeti. Ila nasoma tu, unajua. Toka mzazi yako afariki ndugu yangu, wewe ni mwenye huruma sana. Kwa nini hivyo? Joseph, hii si swala ambalo unaweza kumuulizia kusikia leo. Wewe mwenyewe unajua. Wewe una wazazi. Sasa mimi naishi mwenyewe hapa. Nilikuwa nikiishi na dadi kwa upendo, kwa amani. Kifo ni njia ya binadamu. Hata nasi tupendeze namna gani, lazima tupitie hiyo njia. Umekubali? Joseph, nimekukubali. Lakini kitu kimoja, uchungu ambao mimi ninayo Joseph. Baba hayupo, mama hayupo, baki mwenyewe, familia sijui nitafanya. Najua yatapita, haya yote yatapita ndugu yangu. Acha kulia ndugu yangu, ni maisha, itapita tu. Usilie, yatapita. Acha basi mimi niondoke. Nimeshukuru. Asante kwa kuonana. Haya, si unajua mimi siondoke nyumbani, unajua kipindi ambacho nipo ndani. Najua kwa siku ya leo kabisa siku ngumu kabisa. Wasalimu basi. Tupo pamoja. Karibu tena ndugu yangu.
Pole pole tu dada. Aya, sawa. Habari za siku? Salama tu. Dada Queen, alafu nafurahi kukutana na wewe. Hata mimi pia, chotani. Ila dada Queen, nina tatizo. Sijui kama unaweza kunisaidia. Nitakusaidia kama ni tatizo la kweli. Asante. Dada Queen, kuna mtu ambaye nahitaji kupigia simu. Sijui kama unaweza kunipea simu yako. Mbona sina vocha ndani? Dada Queen, hii si tatizo. Mimi mwenyewe nitanunua vocha. Haya, chukua. Nzuri. Sio sana cha utani wewe. Nashukuru sana dada Queen. Halafu subiri nikanunue vocha pale. Yeah. Nakuja. Nakusubiri. Udada anatania ama hii ni vocha kweli ama ni dada yake ya vocha? Sijui. Dada Queen, mambo? Ni hivyo tu mdogo wangu, unaniona. Mbona huzuni? Tatizo gani? Wananiba simu mdogo wangu. Wamekuiba simu? Ndio. Pole sana dadangu. Bila shaka. Basi wewe unaenda wapi? Mama alikuwa anituma pale mbele. Basi tuonana baadaye. Haya, kwaheri. Sawa. Uambie kama mimi nakuja. Haya. Samahani. Dada. Sasa usiku kucha nilikuwa nikijiswali kuhusu tatizo moja ambalo ni tatizo gani? Nani kakuelekeza mimi ni mtoto wake wa nani? Sio hivyo dada. Nilikuwa nahitaji unisaidie ili nipate suluhisho. Solution? Ipi? Unajua? Mimi napika. Niweza kukaa na chunga naanza nipate. Dada, kukaa. Nina tatizo la pili. Sijui kama unaweza kunisaidia ile kitabu. Mimi sijalipia pesa. Tatizo gani tena? Dada, ombi langu si la hatari. Nilikuwa nahitaji tu tuwe marafiki. Kivipi? Tukae pamoja. Ndio. Nyumba hii jinsi tunavyoiona, tunakaa ni wanawake 10. Hata ndani ya hao wanawake mimi nimekuja kuomba nilale siku 2. Ndani ya hizo siku 2 zikikwisha naondoka. Dada, huko nakokwenda ni mbali sana. Hamna tatizo, hata hiyo siku 2. Sawa basi. Karibu. Tunaweza tukaishi ila ndani ya hizo siku 2 tutatafuta nyumba yetu tukakaa. Lakini dada, samahani kidogo. Sijui. Mimi naitwa Melina, sijui wewe mwenzangu. Na mimi naitwa Mtuleni. Asante sana Mtuleni. Nashukuru. Wait.
mabinti warembo sana. Naomba ujitizame. Nitizame hata na mimi pia. Si mimi kila siku najitizama ndani ya kioo. Unaona sijijui? Whitney, hatufai kuishi sehemu kama na hii. Sijui wenzangu sehemu gani? Sehemu Swahili? Tizama hapa. Hatufai kabisa. Melina, hata mimi jambo hilo nalijua, lakini naona tunajisi. Sisi hatuna kazi. Kazi yetu ni kulala mchana, usiku tunatembea. Sasa unaona, tunaweza tukapata nyumba nzuri zaidi ya hii. Whitney, kwani wewe hujitumaini? Tena Melina, unajua nakumbuka? Unajua kuna baki siku moja hawa washikaji wanatufukuza. Tena wameniambia kama wewe hawakuwa wanakutaka. Na siku ya kesho hatupumziki. Whitney, hayo mambo ambayo unayasema yote nimekuelewa. Sasa kinachotubidi wewe fanya kazi na mimi nifanye kazi ili tusahau mambo kama haya. Haya. Acha nifikie. Sutoki njiani wewe, utakuja kumchoma wewe. Ya, dada. Sijui nawasaidia. Kaka, sijui kama kuna mahali popote ambapo anajua nyumba ya kupanga. Nyumba ya kodi? Ndio. Chumba ngapi? hata chumba 4. Hata chumba 4? Yeah. Lakini dada, mimi una uwezo kweli ya kukodi nyumba ya chumba 4? Jinsi ninavyoona kweli. Lakini kaka, uwezo umeonekania mahali gani? Yeah, okay. Sasa kwenye pesa zipo, huwa hazisemi. Okay, hiyo sio tatizo. Nyumba zipo. Bila sijui kama mbele ya yote tungeanza basi kwanza tukabadilishana na chumba. Mimi hapa naitwa Alex. Na mimi naitwa Claire. Mimi naitwa Melina. Yeah, nashukuru sana kwa kufahamu. Yeah. Na nyumba zipo tena kwa, yani mtaa huu nyumba zipo kabisa. Unaweza kutuelekeza? Yeah, kwa muda huu kabisa hakuna jinsi itaweza kuelekeza kwani kuna mali naelekea. Ila acha niwapatie namba zangu za simu. Kaka, samahani sisi hatuna simu. Hata kwenye fiber phone utaweza? Hatuna. Hebu wewe acha kesho tukutanane hapa. Ndio vizuri. Haisumbui. Kesho mkute hapa, mimi nitawaonyesha mahali nyumba ipo. Lakini la msahau changu. Sijali. Watu wa siku hizi wako usikorofiane. Usijali dada. Sawa kwa hiyo. Yeah, kwa hiyo. Ha. Patrick. Naona kinywaji na kuisha jamani. Usiogope. Usijali, si unajua kama nipo na bonge. Mpenzi wangu ana hela. Usiogope, taagiza tu. Yeah. Na wewe nimepata habari yako wewe. Habari gani tena? Wewe pesa jana wamenieleza kama umekuwa na hizo. Haya kwa tatizo ukafanya mambo. Wewe usio na tatizo. 在什么地方？越想你，越接近海洋。你的唇，
凝聚着月光。